Size hope uko poa na uko salama kabisa. So kwa majina naitwa Dr. Ditram William, na wasaidia wanaume kwa tibu changamoto za upungufu wa nguvu za kiume kutokana na matunda, mazoezi pamoja na miti shamba. Sasa leo nakwenda kufundisha vyanzo vitano ambavyo vinasababisha mwanaume apungukiwe nguvu za kiume. Na ukishafanikiwa kujua chanzo kimoja kilichosababisha changamoto yako, basi itakuwa rahisi zaidi wewe kuweza kujitibu. Sasa bila kupoteza muda, naenda kufundisha chanzo namba 1 mpaka namba 5. Chanzo nasema vyanzo vinavyosababisha vyanzo ya upungufu wa nguvu za kiume Kwa ukijikuta una upungufu wa nguvu za kiume, ukijua kwamba nguvu za kiume sio ugonjwa, bali kuna kitu kimesababisha upungufu wa hicho kitu. Sasa kuna vyanzo. Chanzo cha kwanza tunasema ni kisukari. Kuna kisukari. Chanzo cha pili tunasema ni mshipa wa ngili. Chanzo cha tatu tezi dume. Tezi dume. Chanzo cha 4 ni ulaji, hasa vyakula vyenye mafuta mengi na sukari. Na cha mwisho cha 5 ni punyeto. Sasa hivi ndio vyanzo vinavyosababisha wanaume wengi wapate changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume. Na tukianza na kisukari. Kisukari kawaida kila binadamu ana sukari. Sukari kazi yake ni kuongeza nguvu za mwili. Na unapokula vyakula ambavyo vina sukari nyingi, unapokuwa unakula, kwa mfano ukiwa na umri mdogo kuanzia miaka 20 ngapi, kama miaka 16, 15 kwenda mpaka miaka karibia 35, unakuwa na kisukari type 1. Sasa baada ya kuendelea kula zaidi, kadri sukari inazidi nakaa nyingi, na mwisho wa siku unakuja unapata ugonjwa wa kisukari. Umeelewa? Ukipata ugonjwa wa kisukari unapata changamoto ya uume kusimama kwa kulegea. Utapata changamoto ya kulegea. Kwa nini? Kwa uume. Umeona? Lakini pia kukosa hamu ya tendo na kuweza kushindwa kuhimili tendo la ndoa. Sasa kuna ugonjwa unaitwa mshipa wa ngili. Mshipa wa ngili ni ugonjwa ambao unakuta wanaume wengi, na wengine unajikuta unapata changamoto zifuatazo. Changamoto ya kwanza, utajikuta unapata labda maumivu ya korodani, na unapata maumivu upande wa kushoto, yani kwenye tumbo upande wa kushoto kuja paka kwenye mgongo. Yote ni ngili. Lakini pia unapata haja ndogo ya kwenda mara kwa mara, unakwenda haja ndogo mara kwa mara. Huo ni mshipa. Lakini pia mshipa pia unasababisha kushindwa kuhimili tendo la ndoa, kukosa hamu ya tendo, na pia na wenyewe unaingia kwenye kwenye kulegea. Hapa utapata tena changamoto ya uume kulegea. Umeona? Kulegea. Unapata changamoto ya uume kulegea. Sasa kuna kitu kinaitwa tezi dume. Tezi dume kwa kawaida ni kitu cha muhimu kwa mwanaume, kwa mwili wa mwanaume, kwa sababu tezi dume kazi yake ni kukaa pale katikati kwenye njia ya mkojo na njia ya mbegu. Kwa hiyo unapotaka kutoa mbegu, ili tezi dume huwa inabana njia ya mkojo, kwa hiyo mbegu zinatoka. Na unapotaka kukojoa inabana njia ya mbegu, mkojo unatoka. Sasa tezi dume ikishavimba inasababisha changamoto ya mwanaume kupata maumivu na kushindwa kukojoa kabisa. Kwa hiyo tezi dume nayo kishakomaa, unapata changamoto ya kushindwa kuhimili tendo la ndoa, unapata maumivu sana, lakini pia kukojoa inakuwa kazi, yani ili kukojoa unapata tabu sana, na unaweza usikojoe kabisa. Kwa hiyo tezi dume na yenyewe inasababisha mtu apungukiwe nguvu za kiume. Lakini pia kuna uraji. Kuna uraji wa vyakula vyenye mafuta mengi na sukari sana. Sasa vyakula vyenye mafuta mengi kama vile vyakula vyenye mafuta vinafanya kazi. Kwa nini vinapunguza nguvu za kiume? Ni kwamba hivi vyakula vinakaa kwenye misuli ya uume, kwa sababu mwanaume kikawaida uume inatikiwa unaposimama huwa una misuli ya aina mbili. Kuna misuli inayosimamisha uume na inayolaza uume. Sasa inayosimamisha uume inaingizaga damu na kukaa na damu. Na ikishakaa na damu inavimba kwa nguvu, inabana misuli yenye damu, isije kwenye uume na kupeleka kwenye moyo, na hivyo kusababisha uume kusimama kwa muda mrefu zaidi. Sasa basi, unapokuwa unakula vyakula vyenye mafuta sana, yale mafuta yanaingia kwenye misuli ya uume ambayo inatakiwa ikae na damu, na mwisho wa siku kuganda. Ikishaganda sasa, hizi damu na mafuta kishaganda, ndo damu inaanza kuingia kidogo, na mwisho wa siku mashine inaanza kulegea,
Kwa hiyo hii tatizo la mafuta mengi na chakula cha mafuta mengi na sukari kinapelekea sasa mwanaume sasa kuanza kushindwa kuhimili tendo la ndoa, au unajikuta tu hujui. Wewe kisukari huna, unajikuta mshipa wa ngiri huna tezi dume, hujapiga punyeto, lakini unapata tatizo la uume kusimama. Kwa nini? Kwa kulegea. Kwa sababu imetokana na nini? Na ulaji wa mafuta mengi. Kwa mafuta yanakuwa meganda kwenye misuli ya uume. Lakini pia mafuta pia yanakaa kwenye kiuno, na unaanza kupata maumivu ya kiuno na mgongo na nini. Kwa hali inakuwa sio nzuri zaidi. Sasa tatizo la 5 ni punyeto. So kwa kiasi kikubwa hasa kwa vijana wengi wamepitia mchezo, na kwa 90% ya changamoto za upungufu wa nguvu za kiume kwa wanaume wengi imesababishwa na kupiga punyeto. Sawa? Sasa basi kwenye kupiga punyeto kuna mambo yafuatayo. Kuna madhara yafuatayo. Kitu cha kwanza ambacho dhara kubwa, wanapata tatizo la kulegea. Wanapata changamoto ya kulegea, kuishia bao moja, kuishia bao moja. Umeona? Kuwahi. Umeona? Na kukosa hamu. Kukosa hamu ya tendo. Lakini sasa hii kulegea ukiwa una hii ulaji unasababisha mtu alegee, tezi dume kulegea, mshipa wa ngiri kulegea, pia hii hali utapata, kisukari kulegea, hii hali utaipata. Lakini sasa kwenye punyeto inakuwa tofauti zaidi. Sasa kwenye kula kulegea, lakini mwisho kuna kuzimazima. Kuna kuzimazima wakati wa tendo. Sasa basi, ukishapiga masturbation kwa muda mrefu, punyeto kwa muda mrefu, au kujichezesha wengine wanasema, unapata tatizo la kulegea. Sasa tatizo la kulegea kwa kawaida watu wengi wanatumia dawa za kuongeza nguvu za kiume, lakini wanashindwa kupona. Ni kwa nini? Kwa sababu dawa nyingi za kunywa za kuongeza nguvu za kiume zinafanya kazi kuongeza nguvu za kiume tu, lakini pia tatizo za kulegea ndio maana unaweza kupata matokeo kwa muda, lakini baadaye hali inarudi. Haya, kuna kuishia bao moja. Kwa sababu gani unaishia bao moja mpiga punyeto? Mpiga punyeto anapopiga masturbation, anapomwaga mara moja, anavaa, anaondoka. Ukishavaa unaondoka, unapiga ukipiga mara zaidi ya miaka 3-4, mwili unazoea hiyo hali, lakini pia unapungukiwa nini? Mbegu. Umeelewa mpaka hapo? Ukishapungukiwa mbegu, kwa hiyo unakuwa unaishia bao moja. Lakini pia kuna changamoto ya kuwahi. Kwa nini mpiga punyeto anawahi sana kufika kileleni? Na kiwahi ndio inakuwa moja kwa moja. Unapopiga masturbation unapiga katika mazingira ya baridi. Sasa ukishakutana na mwanamke ukiweka una joto. Sasa ile joto linashinda uume, na mwisho wa siku unaanza kumwaga mapema. Lakini ukosa hamu ya tendo, unapokuwa unapiga masturbation unasababisha mwili unakuwa dhaifu sana, lakini pia unakosa hamu ya tendo kwa sababu unapunguza madini yanaitwa zinc ambayo yanasaidia kuongeza hamu ya tendo. Kwa hiyo, lakini pia kuna tatizo la kuzimazima. La kuzimazima ni kutokana na nini? Na kulegea kwa misuli ya uume sana. Lakini sasa kama umepata changamoto sasa hii ya kulegea, hii ya kulegea imetokana na punyeto hapa, au kulegea imetokana na mshipa wa ngiri, au imetokana na kisukari, au na tezi dume, au ulaji wako mbovu, kitu cha kufanya inatakiwa ujue kwanza tatizo lako linasababishwa na nini. Kwa hiyo ukijikuta kama umesababishwa na kisukari, inatakiwa kwanza utibu kisukari, ndo utafute dawa kuongeza nguvu. Umeona? Kwa sababu ukishatibu kisukari, nguvu za kiume utaanza kuona zinarejea. Na baada ya hapo sasa ndio utatatua tatizo la kulegea na nguvu za kiume zinakuja. Ukijikuta una mshipa wa ngiri ambao tumekuambia utapata maumivu ya kiuno, mgongo, maumivu ya korodani, kitu cha kwanza tibu mshipa, afu baadaye ndio utatibu tatizo la kulegea, afu baadaye ndio utatumia dawa kuongeza nguvu. Lakini pia kama ukija tezi dume, tibu kwanza tezi dume, ili baada ya kushatibu tezi dume, tatizo kama unajikuta ukosa hamu ya tendo tunaanza kuona inarudi. Lakini pia kama unashindwa kuhimili tendo la ndoa, utaanza kuona uwezo umeanza kidogo kidogo. Hapo sasa unaruhusiwa kutumia dawa ya nguvu za kiume kama utaipata dawa kuongeza nguvu za kiume. Lakini kama ulaji wako ni mbovu, hii shughuli inakuwa ni mafuta, sukari, lakini pia kuna sumu. Kuna kitu kinaitwa sumu mwilini. So na sumu mwilini pia inasababisha mtu ashindwe kuhimili tendo la ndoa kwa muda mrefu, lakini pia kupata challenge kama za kukosa hamu ya tendo, au jikuta mwili unakuwa umechoka, naamka ujielewe, hujafanya kazi ngumu, lakini unapata tatizo la nini? La sumu. Unapata hii inakuwa imetokana na sumu. Sasa hapo ni issue ni kwamba ni kupunguza, ndivyo upate suluhisho kupunguza mafuta, ikiwezekana na kupata tiba ya kutoa sumu mwilini. Lakini kuna changamoto ya punyeto. Hapo kwenye changamoto ya punyeto ndiko kwanza utibu madhara yanatokana na punyeto ambao ni kulegea, ambao sasa ndio dhara kubwa sana. Hili ndio linawatesa wanaume wengi sana, legea kwa misuli ya uume. Sasa basi, kipi ufanye? So sisi sasa kwenye hizi changamoto zote huwa tunatatua moja baada ya nyingine. Na nikikupigia simu au tukiongea na wewe lazima kuhusu chanzo zao zinasababishwa na nini. Kama ni kisukari unasema ni kisukari, ndio ilikuwa tuanze kutibu kwanza kisukari. Baada ya hapo ndio utapata dawa kuongeza nguvu za kiume. Kuna mshipa wa ngiri, kwa tutibu kwanza mshipa wa ngiri, ndio tunatatua tatizo la kulegea. Pia tuna solution sisi ya kutatua tatizo la kulegea.
na ndio utakupa dawa kuongeza nguvu za kiume. Kama una tezi dume, sio utakupa dawa tezi dume, ndio baadaye tutatumia dawa kuongeza nguvu za kiume. Kama ni ulaji wako mbovu, kitu cha kwanza tutatumia dawa kuondoa sumu, lakini pia na dawa ya kupunguza mafuta. Ile tatizo likishaisha tutakupa dawa kuongeza nguvu. Alafu mwisho kuna punyeto ambao sasa tunaenda kutatua tatizo la kulegea kwa misuli ya uume na kuimarisha hii misuli ili iweze kusimama imara kama msumari, lakini pia kutatua tatizo la kuwahi kufika kileleni ili tunayo hii suluhisho, lakini pia kuishia bao moja tunayo hii suluhisho, kwa sababu hapa tutakusaidia kuongeza wingi wa mbegu pamoja na hamu ya tendo kutumia matunda pamoja na mazoezi. Sasa basi, so sisi kama nilivyokueleza, hivi ndio visababishi vinavyosababisha mwanaume apungukiwe nguvu za kiume. Lakini pili, kuna kitu kingine cha sita hapa, kuna kitu kinaitwa stress. Sio ndio hivi? Yes, stress au msongo wa mawazo, msongo. Au nini kitu kingine? Kuna kitu kingine nasema migogoro ya ndoa. Migogoro ya ndoa. Hivi navyo vinasababisha, kama una changamoto, labda kipato chako hakiko vizuri, au una changamoto kazini, huwezi kuhimili tendo la ndoa vizuri. Lazima upate changamoto ya nini? Ya msongo wa mawazo, lakini pia ushindwe kula vizuri, au kama una migogoro na ndoa yako, kama mke wako mnakaa unasumbuana mara kwa mara, hamu ya tendo lazima iishe, na nguvu za kiume pia zinaweza kupungua kwa kiasi kidogo. Sio, umeelewa mpaka hapo? Kwa hiyo ukiwa na hivi vitu pia vinaweza vikasababisha mwanaume akashindwa kuhimili tendo la ndoa kwa sababu ya migogoro kama hii hapo. Sasa basi, so sisi tunao suluhisho sasa ya kuweza kutatua matatizo yote hayo. Na katika suluhisho yetu kubwa, sisi suluhisho ambalo tutaweza kutatulia zaidi ni hili hapa la kulegea. Kulegea kwa nini? Kwa uume. Hili tatizo ndio linawasumbua watu wengi sana. Tatizo la kulegea kwa uume. Maendeleo mpaka hapo. Sasa basi, kama wewe sasa changamoto yako itakuwa imesababishwa labda na kisukari, mshipa wa ngiri, tezi dume, ulaji, msongo, sijui nini, punyeto. Sisi tuna suluhisho moja ambayo tuna dawa moja hii hapa inaitwa Inama. Umeiona? Hii dawa inaitwa Inama. Ambayo hii Inama inaenda kuimarisha misuli ya uume iliyolegea kutokana na punyeto, au kwa kutumia Viagra au vumbi la Kongo, au unajikuta changamoto hizi zimesababishwa na haya matatizo niliyoyataja mengine. Lakini sasa hii dawa Inama mtu anaitumia kwa kuingiza kupitia njia ya haja kubwa. Na kushaingiza kupitia njia ya haja kubwa inaweza kufanya kazi ya kusafisha mafuta ambayo kiunoni na kwenda kuzibua misuli iliyolegea na kwenda kukamua mafuta ambayo yako kwenye misuli ya uume, na kusaidia uume kuanza kusimama imara na kustamili tendo ndogo kwa muda mrefu sana. Si umeelewa mpaka hapo? Sasa hii ndio dawa ambayo inaenda kutatua ile tatizo la kulegea. Lakini sasa kuna dawa moja pia hapa inatibu mshipa wa ngiri. Hapa tunaita ngiri sugu. Hii inaitwa ngiri sugu, inatibu mshipa wa ngiri, maumivu ya kiuno pamoja na maumivu ya mgongo. Lakini pia tuna dawa moja hii inaitwa Kantangaze. Umeona? Hii Kantangaze kazi yake ni kuongeza nguvu za kiume tu. Umeelewa? Haina kazi nyingine zaidi. Lakini pia kutibu madhara kutokana na matumizi ya madawa kusisimua misuli. Kama vile madawa gani ambayo yanasisimua misuli? So kama wewe unapendelea kutumia labda unapenda kutumia labda tuseme Viagra au vumbi la Kongo. Hivi vitu viwili, vumbi la Kongo na Viagra, mtu anayetumia Viagra na vumbi la Kongo, madhara anapata huyu mtu anayepiga punyeto. Kivipi? Hivi, unapotumia Viagra unapokuwa unameza, inafanya kazi ya kwenda kuingia kwenye misuli ya uume na kutanua ile misuli, inakuwa minene. Ukishakuwa minene, pia inafanya kazi nyingine kupushi damu kutoka kwenye moyo kupeleka kwenye via vya uzazi, kwenye ile misuli, na inajaza. Kisha jaza damu, mwisho wa siku sasa unajikuta uume unasimama vizuri fresh na unapiga mzigo kama kawaida. Lakini sasa baada ya kuacha kutumia hii Viagra, ni kwamba wewe kama wewe, kwa sababu misuli ishatanuka, una uwezo wa kupushi damu kutoka kwenye moyo na kupeleka kule kujaza, na hivyo kusababisha uume usimame imara. Mwisho wa siku sasa unaweza kupata tatizo gani? La kulegea kwa misuli ya uume. Hiyo ni moja. Lakini kuna kitu kinaitwa vumbi la Kongo. Vumbi la Kongo mtu unapokuwa unaipaka, ile pale huwa inafanya kazi ya kusimamisha uume kweli imara kwa muda mrefu zaidi, lakini pia inasababisha changamoto ya ganzi. Ikishakuletea ganzi sasa, ndo unapata sasa challenge ya mashine kusimama kwa muda mrefu, na mashine inaweza kusimama masaa 2 mpaka 3. Ikisimama masaa 2 mpaka 3 unapata tatizo la kulegea, unakuja tena hapa. Umeelewa mpaka hapo? Kwa usipopaka vumbi la Kongo mashine haitosimama. Usipotumia Viagra mashine haitosimama. Sasa wewe utakuwa unaishi kwa madawa. Na kama utakuwa unaishi kwa haya madawa, sawa, unaweza kufanya, maana bei yake ni rahisi. Sijajua ni bei gani yanauzwa. Lakini sasa sisi tuna suluhisho la matatizo yote haya. Sasa sisi masuluhisho yote haya tunatatua kwa tatizo gani?
Hii hapa inama. Pamoja na ngili sugu na kantangaza. Sasa kitendo cha kupatia hizi program zote hizi huwa kinagharimu si chini ya shilingi 4,500,000. Lakini pia kwenye hizi dawa kuna program moja nimesahau, inaitwa Jihudumie Mwenyewe. Sawa? Naona kama nafasi imeisha kidogo. Inaitwa Jihudumie. Kuna program inaitwa Jihudumie Mwenyewe. Hii program ya Jihudumie Mwenyewe ikoje? Hii program ya Jihudumie Mwenyewe ina vitu vifuatavyo. Kitu cha kwanza, ina ratiba matunda ambayo ina ratiba matunda ambayo tutasaidia kuongeza hamu ya tendo na wingi wa mbegu. Unapo hamu ya tendo tutasaidia kulia bao la pili, la tatu na la nne. Wingi wa mbegu pia tutasaidia kubebesha mimba mwanamke kirahisi zaidi. Lakini pia kwenye hii program kuna zoezi maalum la kuimarisha misuli ya uume iliyolegea kutokana na punyeto, au kama umeshatumia Viagra, vumbi la Kongo, au unajikuta una changamoto ya tezi dume, ulaji wako mbovu, mshipa, kisukari na mengineyo. Umeelewa? Sasa hilo ni zoezi maalum ambalo tutatumia kwa njia ya video. Lakini pia kwenye hii program kuna dawa kuondoa sumu mwilini, ambapo sasa hii dawa kuondoa sumu mwilini itakusaidia kutatua tatizo la sumu mwilini. Unajua vyakula tunavyokula sasa hivi vina sumu. Hata ukiangalia mahindi tunayokula ni mwaka jana, lakini yamehifadhiwa na sumu. Na ile sumu tunavyokuwa tunaitumia inaenda inaathiri miili yetu, mwisho wa siku kosa hamu ya tendo na utendaji wa uume unakuwa uko dhaifu sana. Sasa basi, sasa kitendo cha kupatia hizi program zote, hii program ya Jihudumie, hii program kupatia hii program ya Jihudumie pamoja na hizi dawa zote, nimeweza kuambia hizi hapa tatu. Zote utazipata huwa tunazitoa kwa shilingi 4,500,000. Lakini kwa sasa kwa kuwa ni mara ya kwanza tunazungumza na wewe, lakini pia kwa ajili umeingia kwenye group letu na ni kwa mara ya kwanza, tutakupatia kwa punguzo la shilingi 300,000. Kwa baada ya kulipia 4,500,000 utalipia shilingi 1,150,000 tu. Kwa cha kufanya, so hapa kwenye ile group letu utaandika neno program. Sasa hivi ukiandika program nitakupatia program yako, au unaweza ukanifuata inbox ukaniambia. Lakini kama wewe umeona hii video tu kupitia YouTube, so kwenye description hapo kuna form ipo, kuna link imeandikwa TAL, utabofya ile link. Ukishabofya ile link utakupeleka sehemu utajaza form, utawasiliana na mimi moja kwa moja na nitakupigia simu. Sasa program kama hizi huwa tunazitoa na hizo dawa zetu tunazo, lakini ukiwa kwa Tanzania tuna mawakala nchi nzima. Kwa hiyo utaniambia unakaa mkoa gani, tutamwagizia wakala wetu. Unaweza ukalipia ukiwa uko hapo ulipo, au ukalipia kwanza. Kwa gharama ni 1,150,000. Kwa hiyo utatuwasiliana na mimi. Kama unahitaji ulipia hapo utaniambia unakaa mkoa gani, lakini utalipa tu nauli ya mzigo ambayo shilingi 10,000. Ukishalipa nauli ya mzigo utatumia jina lako, namba, simu na mkoa ulipo. Mimi nitamwagizia wakala wangu aliko mkoani kwako, na baada ya kumwagizia atakupigia simu, utafuata mzigo wako na utalipia keshi 1,150,000 pale. Lakini kama uko Burundi, so kuna wakala wetu yuko Bujumbura, anaitwa Bwana Moses. So ukitaka mawasiliano zaidi utawasiliana na mimi inbox, nitakupatia mawasiliano yake na atakupatia hiyo dawa kwa. Lakini kwa Burundi huwa tunachaji kwa marundi 3,380,000, lakini kwa sasa utalipia marundi 1,180,000 tu. Kwa hiyo nikukaribishe sana na ifanyie kazi, lakini pia haya niliyokuambia basi afanyie kazi. Ukiona kwamba sisi hauwezi kutuamini na hauko tayari kutupatia fursa kuweza kutibu wewe, nachoweza kushauri, ushauri ni mmoja. Hakikisha kama una kisukari, tafuta dawa ambayo itakutibu kisukari. Lakini pia ukikuta una mshipa wa ngiri, tibu kwanza mshipa wa ngiri. Lakini kama una tezi dume, tibu kwanza tezi dume. Ulaji wako ni mbovu, rekebisha. Kama umepiga punyeto, mpata tatizo la kulegea misuli ya uume, tafuta suluhisho la misuli ya uume. So kama hivi ukishavipata na ukashajua au changamoto ni stress, msongo, au ni vumbi la Kongo na nini, basi ukishajua kupata tatizo lako limesababishwa na nini kati ya hivi nilivyoandika, hii tunasema ni nusu ya tiba. Na nusu ya tiba ukishaipata kidogo unakuwa umepata ahueni. So mimi nikutakia utekelezaji mwema, lakini pia karibu katika somo la kwanza na siku ya kwanza. Karibu sana. Na kama utakuwa na swali tutauliza kwenye group, lakini pia kama ni kwa mara ya kwanza utaangalia kwenye description hapo kuna linki tumeweka imeandikwa TAL, utabofya utaingia. Lakini pia kama ni mara kwanza usiache kusubscribe na kugusa alama ya kengele kwenye channel yetu ili wewe kwanza kupata video kama hizi. So nikutakia utekelezaji mwema. Mimi naitwa Dr. Difrem William na wasaidia wanaume kwa tibu changamoto za upungufu wa nguvu za kiume kutumia matunda, mazoezi pamoja na mitishamba. Karibu sana.